cha post millennium post 2015. Yeah. Mambo haya yanaweza kutekelezeka kama viongozi wetu wa serikali wataachana mambo ya kisiasa. Lakini kama nchi kitazama sana, mtu anapambana kwenye majukwaa atakuomba kura kwa kupiga kura, kuzungumza mambo ambayo yanawezekana yasitekelezeke, lakini ingekuwa inaweza kutekelezeka. Vinachoomba siasa, viongozi wa serikali wasichukulie sana wafanye kazi ya serikali ili mambo haya yaweze kutekelezeka. Sera tunazitunga, lakini kinachotokea hazitekelezeki vile kama tunavyozipanga, kwa sababu kila mtu anafikiria anapotaka siasa aiongelee yale ambayo yapo kwenye sera. Anaongelea yeye nini aongee katika jukwaa aliyosimama. Malengo tunayojiwekea wamezungumza katika karibu grupu yote, tunaweza kuelezea. Na nadhani tukiwa makini katika haya matatu manne, nadhani mambo yako. La kwanza wamezungumzia swala la uadilifu. Nadhani ndio bwana kuzama hata mambo ya politics, kuja mambo ya uadilifu na kuja na huko ndani. La pili waliozungumzia wamezungumzia ni masuala ya utawala bora. Karibu wote wamezungumzia utawala bora pamoja na utawala wa sheria. Kama ilikuwa amesema kwamba Bwana Kazungu kwa nafasi iliyokupatia ukienda kinyume na taratibu hizi tunakuchukulia hatua, na kweli tunachukulia hatua kwamba hiyo inakuwa ni fundisho kwamba ni utawala wa sheria na utawala bora. Hapana, hizo kama tunakupatia cheo ni dhamana kwamba wakati wote tunaweza kuchukua hicho cheo. La mwisho ambalo la pili ni utawala bora pamoja na utawala wa sheria, ambao ukitaka unaweza kaweka maeneo tofauti, unaweza moja. Lakini la tatu ambalo la mwisho ni masuala ya uwajibikaji. Ni tatizo kubwa mno, serious problem kwa Watanzania wengi ni wavivu, hatufanyi kazi. Unakwenda katika ofisi ya serikali, tunapoangalia tu tunasoma gazeti, tunakuja kwa kuingiza Tanzania pale, mwanafunzi na matatizo yako, unataka sisi kujua mitendo inafanyika lini, mtu anakusema tu watu hawafanyi kazi, hawajibiki, ambapo ni tofauti kabisa na nchi za nje. Ukifika mtu yeye anakuwa very happy kuona kwamba anakusaidia. Hapa unakwenda let's say unakwenda kwenye unakwenda hotelini, yani unashangaa ni kwamba mtu yani kwamba wewe unaonekana kama umekwenda ni mzigo pale, badala yeye kuwa happy kwamba sasa nimepata mteja huyu niweze kumhudumia. Hatuko hivyo, hatuwajibiki. Kwa hiyo tuna vitu vya ajabu sana sisi wa Tanzania, na tusipobadilisha mindset yetu tunaweza tukana mikakati mizuri sana tukasema kwamba na actually ndio hili hapa kuna mjadala mmoja unataka kuibuka hapa kuhusiana na elimu. Mimi nilipendekeza kwamba ni vizuri pengine labda hii salamu zitazojengwa angalia majengo ya serikali. Mimi nimeshangaa nimepita juzi hapo kuna jengo la PPF, mtaasisi serikali imeshaanza kucreate juu hadi hata miaka 5, lakini jengo alilojenga sio Mjerumani Mikindani mpaka leo hii zaidi ya miaka 100 halina hata credit. Kwa hiyo swala bora unaweza kusema kwamba ni katika elimu tu, si katika elimu. Nendeni katika hospitali yetu muangalie. Kila sehemu, nendeni kwenye masoko, nendeni kwenye vituo vya sio kwenye viwanja vya ndege, kila kitu hovyo. Stendi za mabasi darasa. Kwa hiyo kama tusipobadilika na kwamba tukadhani kwamba hivi ni vipaumbele ambavyo kadhani vita. Kifupi kwamba Tanzania tumekosa uzalendo. Uzalendo tunaokosa sasa, kwa sababu ndani tuna watendaji. Na ndugu yangu pale Komba, kijana wangu, umemwona mzee hapa, ni mvi hizi zinaondoka. Sasa kwenye vikao vyenu mkae mpate hekima zao, alafu muone wazee wapi wanapotusema sema, kwa sababu tunapozungumza habari za viwanja Mtwara, wewe ndio bosi wa mkoa, yani kikufuata tipupu watu watakufukuza, lakini bado ni kijana. Sasa mkuu wa mkoa alisema ninashukuru wawekezaji mmewaleta ndani vijana. Mimi ni mchungaji afu ni askofu. Unaweza kushangaa wachungaji wengine wako kama Mzee Pangiso, mimi ndio boss kijana. Kwa hiyo maana yake kusema kwamba alitozungumza pale mkuu anajivunia vijana. Kwa hiyo nikiamini kwamba sisi vijana basi, kwa sababu tunaweza kusikia hili mkuu uwe mwadilifu, sio wewe lakini basi sinuke kutoka kwenye ofisi yako. Mimi nafikiri tufike tu hapo mwezeshaji kwamba tuwe wazalendo, na natuamini kwamba ni vijana. Daktari ndio alizungumza hivyo, mtoto wangu akija huko chuo kikuu basi uwe mzalendo, kama maji mpe anywe bila kujali kama anatoka Lindi. Sasa Lindi hapana, akitoka Mwanza ndio. Kwa hiyo nafikiri ni uzalendo. Kwa hiyo tuanze sisi hapa tuliopo hapa, uzalendo ni muhimu. Katika swala la elimu, kitu ambacho tunazungumzia
elimu bora, lakini sio specific, lazima tuwe specific. Tunasema elimu bora maana yake nini? Mimi katika mtazamo wangu mimi ni kwamba lengo kubwa ilikuwa ni kwamba kumfanya huyu kijana awe katika darasa la kwanza, akifika darasa 7 awe na skill fulani, skills ambayo inaweza kumsaidia uweze kujitegemea. Hili ndio linakosekana, hili ndio lilikuwa la muhimu, sababu sisi mawazo yetu yote tunafikiria kwamba mtoto huyu lazima aende chuo kikuu. Watu wote hawezi kwenda chuo kikuu, haiwezekani. Hamna dunia ambayo watu wanaenda chuo kikuu. Lazima kutakuwa na low skills ambazo zinahitajika, washika spana wale watapatikana. Kuna kazi mbalimbali. Tumefika mahali tunafikiria kwamba lazima chuo kikuu. Haiwezekani kila mtu aende chuo kikuu, sababu kuna kazi zingine za hapa chini zinahitaji watu ambao wa kawaida tu. Kwa mfano, kuna kipindi wakati ule zile za middle schools kuanzia darasa la 5 mpaka la 8. Yaani huyu ndio ukoloni na wakati ule. Lakini mimi nilikuwa na akili zangu ingawa sikusoma. Walikuwa na utaratibu kwamba kuanzia darasa la 5 mpaka la 8 wanajifunza pamoja na masomo mengine, wanajifunza skills fulani. Kwa mfano kuseremala ama vitu kama hivi, ama kuseremala vitu kama hivi. Wale wazee wa zamani wanajua hili. Na hii ilikuwa inamsaidia nini? Kwa mtu akimaliza darasa la 8 au darasa la 5, darasa la 7 anakuwa na skills. Sababu si wote ambao haiwezekani kwamba wote wataendelea kwenda ngazi za juu, haiwezekani. Wengi wataishia form 4, wataishia form diploma, wataishia degree na kadhalika. Haiwezekani wote wawe. Sisi concentration yetu tunasikia kila mtu anataka labda awe na degree ya kwanza, ya pili, PhD na nini na kadhalika. Lakini maisha halisi hayako hivi. Majority ya watu hata ukiangalia ile wingi wa wale wanaosoma kwanza darasa 7 unakuta idadi ni kiasi gani. Ukifika form 4 wanapungua. Ukifika form 6 wanapungua. Ukienda kwenye degree kule wanapungua zaidi. Kunakuwa na ile unasema sio pepe tatu kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuimarisha hapa primary. Primary ni namna gani? Kwamba wanapewa skills ambazo mtu akimaliza, kama ikitokea basi kwamba amemaliza darasa la 7 anaweza kufanya jambo fulani. Anaweza akachukua seremala, akatengeneza hata kiti na kitu kama hicho, akatengeneza maisha yake. Na hata kama swala hili sasa hivi wana introduction, na kuna mwalimu ametuambia hapo kwamba kuna wafanya hawa darasa kuona primary kuona knowledge ya computer. Kwa hiyo alikuwa na knowledge mbalimbali za kisasa ambazo anaweza kuzipata kumsaidia. Leo hii mtu tunafikiria kwamba bwana kiwango cha chini kile cha form 4 sawa, ni wazo zuri sana, lakini je, hii form 4 ambayo sasa zakata hizi zimeelekea namna gani? Tumekaa hapo kuanzia 2000 kama tunavyoelezwa hapa mpaka leo 2015. Hizi sekondari zimekuwa equipped kiasi gani? Vifaa, walimu, darasa zingine kuanzia form 1 mpaka form 4 walimu wawili watatu. What do you expect? Unategemea nini? Na malengo hata tunazungumzia yana time frame gani? Ina muda gani? Ambayo lazima kuangalia haya maswala. Leo kama tumefanya kwa muda wa miaka 15 tumefikia kulipo. Mtu anafika na form 4 hajui kwa nini kusoma. Hivi leo hii ukisema kama kila mtu afika form 4, tunatafuta nini? Taifa namna gani? Lazima tuangalie hivi. Lakini wenzetu wengine wanakuwa nchi zingine wanakuwa na kuhakikisha tunaimarisha hizi primary. Wanakuwa na watu ambao ni qualified. Sisi katika nchi yetu hapa, mtu ambaye yaani yule ambaye wale waombe wale wameshindwa ndio unamwambia afundishe sana kwanza. What do you expect? Na hii ndio primary msingi. No, atapata msingi kwa mtu huyu. Hilo la msingi nilikuwa nafikiri lazima tuwe na perception hii. Kwa sababu tunapoangalia maendeleo yetu, tuangalie katika ngazi zote. Usifikirie tu kwamba kila mtu anataka mtoto wake chuo kikuu. Watakuwepo kwenye chuo kikuu, watakuwepo katika middle kanda, watakuwepo katika low kanda, katika ngazi mbalimbali. Hii ndio swala la msingi katika swala la elimu. Tunazungumzia elimu bora. Hata tunapozungumzia hizi mitaala skills fulani ambayo akimaliza form 4 anakuwa anaweza kufanya jambo fulani la kujitegemea. Ndio maana kuna mmoja hapa alisema kwamba elimu yetu inategemea